cha kumpa aende nacho ninacho. Nampa kitambaa hiki ndio aende nacho. Kama mchawi anaweza akampa mwanae nguo akaenda nayo na akaitumia hiyo kuroga, akawa amebeba nguo kumbe amembeba mamake au bibi yake au babu yake, mimi nampa kitambaa hiki. Unapokwenda kuwe na kitambaa hiki, kila nilichokifanya hapa na wewe utafanya. Nimegusa watu Mungu akawaponya, nimegusa watu wakapata watoto, kagusa watu wakapata kuona, kagusa watu ndoa zao zikatengamaa, kagusa watu Mungu akafanya vitu vingi sana. Lakini si mimi niliyefanya, ni Baba aliyefanya. Kwaona wewe unapoenda kufanya kazi ya Mungu, sikuachi peke yako. Ninaenda na wewe. Ukikubali niende na wewe, naenda na wewe. Na popote utakapokuwa tunakuwa pamoja. Kila ukishika kitambaa hicho ukikiangalia, unakumbuka hapa nilichokisema na unajua niko pamoja na wewe. Mungu akafungue macho yako ya rohoni ukapate kuona kuanzia sasa. Naweka password 5 katika mikono yako na katika kichwa chako. Katika password nilizo nazo 50, naweka 5 katika mikono yako na kichwa chako. Wafungue watu, kila atakaye kuja kwa kujaribu kamuone tangu akiwa mbali. Kafungue hata waliokata tamaa, kafanyike kuwa baraka. Hata nitakapokuwa nafika pale ulipo nikajivunie kuwa mtoto wangu. Achilia neema ya Baba nikambatane nao. Neema ya Baba ambatane nao. Nguvu iliyonitoka kuingia kwako asiwepo wa kuiondoa. Baba, amefanya tena. Na kukabidhi vilivyo kushoto ambavyo ni utajiri na heshima, na kukabidhi vilivyo kulia ambavyo ni maisha marefu na hekima na busara. Na neema ya Baba ambatane nawe katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Upendo ulio nao, ulioonyesha kwangu, na heshima ulio nayo kwangu, hata ukiwa mbali nami, visipungue. Na neema ya Baba iambatane nawe. Kama vile baba yangu anavyojivunia kuwa na mimi, natamani nami siku moja nijivunie kuwa na wewe katika jina la Yesu. Watoto wangu nao baki na nyinyi hapa. Ndani yenu isiingie roho ya wivu kwamba labda huyu amenenda, amebarikiwa, amefanyaje. Hapana. Kila mtu saa yake ikifika nitambariki na kumruhusu sawa sawa na Mungu alivyonijalia. Fanyeni kazi kama alivyofanya utukufu. Kuweni na upendo, kuweni na hekima, kuweni na busara. Ninachokisema kanisa ni ukweli au ni uongo? Kuhusu hekima, upendo, unyenyekevu, utii, kujishusha. Kisoma vizuri maandiko asema vile watu wanavyokushuhudia duniani na mbingu inapokea hivyo hivyo. Mungu akutendee. Lakini zaidi ya yote
Niseme hayo yote anayaweza kwa sababu mke wake anajielewa. Ukipata mwanamke anayejielewa, kazi yako ya huduma itakuwa nyepesi. Ukipata mwanamke anayejielewa, hata unachokifanya utafanya kwa uhuru. Lakini kama mwanamke hajielewi, ukikaa na mwanamke mwingine atasema mume wangu kamchukua huyu. Ukikaa na hivi kuona mimi na kuweza kukaribisha watumishi wa kiume ni kwa sababu mume wangu anajielewa. Mwingine angesema kwa nini nakaribisha wanaume, bora sijai kuona wanawake. Mimi marafiki zangu wengi ni wa kiume kwa sababu wanaume asilimia kubwa wanajua nini wanafanya, wanajielewa. Kwa mume wangu ananielewa na anajielewa. That's why nakaribisha watumishi wa kiume asilimia 99 kuliko wakina mama. Bwana asiwe sana. Na ukiwa na mwanamke anayejielewa kwenye huduma yako utafika mbali sana. Huyu mama anajielewa. Naomba na wake watumishi wote tujielewe hivyo hivyo, na waume wa watumishi tujielewe hivyo hivyo, ili kazi ya Mungu iweze kusonga mbele. Kwa nini nakaribisha mtumishi yoyote bila hofu? Najielewa na mume wangu anajielewa, si ndio? Kwa hiyo mama huyu anajielewa. Najua hata mume wake anavyokwenda huko peke yake bila kwenda na yeye, bado anamwamini mume wake kwamba ataenda vizuri na atakuwa yuko vizuri kabisa. Mungu akutunze, akulinde, akujalie furaha, akujalie amani, aweke ongezeko la baraka zaidi katika familia na ndoa yako. Mungu akukuze na kufanye kuwa mtumishi wake pia. Hata unapofika kwenye madhabahu yupo mume wako, ukatamke neno na watu wakafunguliwe katika jina la Yesu Kristo ngoliaye. Mungu akutunze. Usiwaze kwamba mume wangu anaenda mbali sasa, mimi itakuwaje? Mimi nipo. Naona analia jamani. Mkumbatie basi hata kidogo. Mungu akutunze na kufanikisha na kubariki katika jina la Yesu. Mungu akutunze, kubariki mtoto. Anasema sina cha kukupa kwa ajili ya utukufu, naomba hii akanywa maji njiani. Yaani mpaka mtu anatoa machozi kwa ajili ya mtumishi, jua kwamba watu wanakupenda sana. Ukienda na huko ukafanya vizuri zaidi. Amen. Unajua mzazi kama mzazi unakuwa unatamani mwanao aolewe au aoe, lakini siku akiwa anaondoka nyumbani unajisikia vibaya. Uongo? Mimi mwenyewe nataka aende lakini sijisikii vizuri sana. Ila sasa asipoenda hatutapanuka, sitapata watoto, si ndio? Sasa nimeona watu wameshajipanga hapa. Mtoto wangu njoo hapa, njoo hapa. Naona hapa ndio kupenda. Mungu akuongezee hiyo neema na baraka. Leta kikapu hicho, wanakuja wanapitisha hapa, wananipa mimi hapa hiyo hela, sawa? Hivi mtu akijifungua zile zawadi waga za mtoto au za mama? Za mama? Za mtoto au za mama? Za mtoto. Bila kula anakula? Mama. Twende kazi. Unanipa mkono hapa, alafu yeye unaenda unampa mkono kule. Mwanzi kukubariki. Napita hapo nampa mkono. Mwanzi kukubariki. Baba wewe unakupa mkono tu. Baba huyo. Bariki sana. Barikiwe sana. Baba imba baba baba. Zoni ya Edeni wameleta zawadi yao pia. Zoni ya Edeni, Mungu awabariki sana. Naomba nipokee kwa niaba yake. Asante sana Zoni ya Edeni. Mungu awabariki sana. Naomba mpite sasa. Kampe na kwa Zoni ya Edeni. Mungu awabariki sana. Baba Naenda kaanzisha zoni nyingine huko. Baba huyo. Na wengine tujipange huko tuongezeke. Amefanya tena. Yesu amefanya tena. Haikuwa rahisi kufika hapa. Amefanya tena. Amejibu tena. Yesu twende haraka jamani. Amejibu tena. Haikuwa rahisi kufika hapa. Amejibu tena. Ametenda tena. Ametenda tena. Haikuwa rahisi kufika hapa. Ametenda tena. Mwite baba huyo. Mwite baba haraka
haikuwa vyepesi. Barikiwe sana mtoto wangu. Kufika siku ya leo, Asante sana. wala sikutegemea, wala mimi sikujua. Haraka sana. Lakini kusudi Mungu amejidhihirisha kwetu. Amejibu tena, amefanya tena, na atatenda tena kwa wakati wake. Yeye Mungu hachelewi na wala hawahi, anajibu Bwana kwa wakati wake. Haraka jamani. Yeye Mungu hachelewi na wala hawahi, anajibu kwa wakati. Yerusalemu nao wametoa zawadi yao. Utawaona wanakuja huko Yerusalemu. Mungu awabariki sana Yerusalemu. Wewe subiri. Asante sana. Yerusalemu nao wanakuja huko. Na wewe mshikamano kwa yake na nyanya nakuja. Asante sana. Atatenda tena. Barikiwe sana. Atajibu tena. Twende haraka jamani. Atafanya tena. Msioneshe kulia akakata tamaa. Mfalme wa wafalme. Amefanya tena. Amefanya tena. Yes. Haraka jamani. Amefanya tena. Haikuwa rahisi kufika hapa. Haraka jamani, haraka. Amejibu tena. Haraka masana tuache. Haikuwa rahisi kufika hapa. Amejibu tena. Tumwite Baba Oh, Baba huyo. Mwite Baba Tumshike mkono tu, tutamkumbatia kesho kutwa. Baba huyo. Amefanya nini? Amefanya tena. Yesu Amefanya tena. Haikuwa rahisi kufika hapa. Amefanya tena. Amejibu tena. Haikuwa rahisi kufika hapa. Amejibu tena. Tumwite Baba Baba huyo. Hawa ni Mshikamano Kwaya na wameleta zawadi kwa mtumishi. Barikiwe sana Mshikamano Kwaya. Barikiwe sana. Ukiona aliyebaki amekaa hajaja kumshika mtumishi mkono, jua alikuwa mtakii maendeleo. Wewe si uje hata na buku lako, si uje. Njoo mshike mkono bwana. Akiwa anaingia YouTube wanaangalia waliomshika mkono na wewe humo. Sasa unakuja mikono mitupu tu hivi. Hao ni Mshikamano. Bethlehem Junior na wao wamekuja na sadaka yao kwako mtumishi wa Mungu. Asante sana Bethlehem Junior. Mungu awabariki sana. Asante sana. Asante sana. Twende haraka sana. Asante sana. Hao ni Bethlehem. Asante sana. Bethlehem Junior hao. Barikiwe sana. Asante sana. Hao ni wanaofunua wote. Barikiwe sana. Wewe njoo tu hata na buku hilo. Barikiwa sana. Tukufu amefanya kazi kubwa jamani. Barikiwa sana. Huyu naye mbona hatoi? Vipi? Barikiwa sana. Nimekutana na Yesu, amebadili maisha yangu. Nimekutana na Yesu, amebadili historia yangu. Hivi nilivyo nimebadilishwa naye. Hivi nilivyo nimebadilishwa naye. Oh, nimekutana
nimekutana na Yesu, amebadili maisha yangu. Nimekutana na Yesu, amebadili historia yangu. Huyu anaitwa watenda kazi. Watenda kazi na wametoa kwa ajili yako watenda kazi. Barikiwe sana. Barikiwe sana watenda kazi. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Twende barikiwe sana. Hivi nilivyo nimebadilishwa naye. Hao ni watenda kazi. Jamani suti inachafuka hiyo. Hivi nilivyo nimebadilishwa naye. Nimekutana na Yesu, nimekutana na Yesu, amebadili. Hao ni maashaz, hao ni maashaz. nimekutana na Yaani kundi la ashaz. Nimekutana na Yesu, amebadili historia yangu. hivi nilivyo, Nimebadilishwa naye. Hilo ni ashaz group. hivi nilivyo, Nimebadilishwa Haraka haraka jamani, haraka haraka. Haraka haraka. Nachilie umwami Yesu, yainuye uzima wanje. Nachilie umwami Yesu, yainuye uzima wanje. uko mubona Ndiniwe ya uko mubona ndiniwe ya Kisuku. oh, nimekutana naye, Nimekutana na Yesu, amebadili maisha yangu. nimekutana na Nimekutana na Yesu, amebadili historia yangu. hivi nilivyo, Hivi nilivyo Wazee wa kanisa nao wameleta hapa pongezi yao. Wazee wa kanisa, wabariki sana wazee wa kanisa. Najua kuna dora huko. Wazee wa kanisa watakuwa wameweka dora. wakati nilipokutana naye kayatengeneza maisha yangu, atengeneza mwenendo wangu, amenikomboa mwanaume Hao ni wazee wa kanisa. wa ajabu, Wazee wa ana kanisa. mfano wake Haleluya. wala haelezeki, matendo yake ni makuu, yanatisha kama nini. Wazee wa kanisa Jina hao. lake la ajabu, mwanaume haelezeki, atakuchukua vile ulivyo, akufanye kiumbe kipya. Hata kama unalia kwake utacheka cheka kwa Bwana. Nilipokutana naye Tukimaliza hapo na watangazia tangazo. alitengeneza maisha yangu. Tukimaliza nitatoa tangazo. Tangazo. Mimi mwenyewe nahamia nani Iringa. Kwa mjiandae kuna mimi kunipa mkono. Au Pastor Joy limekaaje hiyo? Imekaa vizuri? Sana. Wataua mtu hao. Unaona hapo wanamlilia kaka hao. Barikiwe sana. 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 Hebu namwomba huyo mtoto huyo. Barikiwe sana mama. Barikiwe sana. Asante sana. Unipendaye mimi, utanirinda mimi hadi siku ya mwisho. Uinuliwe Bwana. Oh, wewe ni Mungu wangu, hakuna kama wewe Bwana. Rafiki yangu mwema, unipendaye mimi, utanirinda mimi hadi siku ya mwisho. Uinuliwe Bwana. Oh,
mwema unipendaye mimi. Utanilinda mimi hadi siku ya mwisho. Uinuliwe Bwana. Wewe ni nani? Wewe ni Mungu wangu, hakuna kama wewe Bwana. Rafiki yangu mwema unipendaye mimi. Utanilinda mimi hadi siku ya mwisho. Uinuliwe Bwana. Wamekupa maji ya kunywa njiani, lakini kuna maji ya kisima. Wewe chukua tu kidogo nikujazie maji, hauna haja ya kununua maji njiani bwana. Tafuta kidogo cha lita 5 nikakujazie maji bwana. Sisi tunaongea kwa wasikii au sio? Kumbe mnasikia? Atanunuaje maji njiani wakati kuna maji ya kisima? Hivi vipi ukiwa na dumu la lita 20 nyumbani kwako la maji ya kisima, utakunywa maji yale mengine kweli? Tufanyeje sasa? Nani ameshaona faida ya maji ya kisima? Mmeshaiona? Mmeyaona maji yanatoka mwambani? Wangapi amewaponya kweli kweli? Yameondoa magonjwa mangapi? Mengi. Sasa yeye pamoja mnamfurahia kwamba nani yeye anakwenda kuyamisi. Bwana asifiwe sana. Mama yupo, mwacha ampokee. Hapo sawa. Mama inatakiwa kujiongeza, kama hiyo ndio roho ya maongezeko. Sio unakuta baba ameshikilia hela unamwacha tu. Kwenye hela unakuja unampokea haraka sana. Amen. Kama una kadi za benki, wewe nipe nikupokee. Haleluya. Mungu akubariki sana. Asante sana. Sio kwamba uondoke kesho. Kesho upo, kesho kutwa upo, mtondogo upo. Subiri mpaka nikwambie sasa nenda. Si ndio? Tumekuaga sio kwamba kesho usihubiri, unahubiri. Mungu akubariki sana. Anaomba kutoa shukrani. Naomba maiki tumalize. Alafu wazazi na ndugu wajiandae kupiga picha. Kwa kweli vijana wetu wamekuwa na harusi ambayo imekuwa na watu wengi sana. Wewe ndoa yako ilifungishwa na katekista, hii imefungishwa na askofu. Kwa hiyo baraka zimezidiana. Hii imefungishwa na nabii alafu askofu. Umeona hii kazi hiyo? Alafu imekuja na mchungaji kabambe kuja kuhubiri kwenye hiyo harusi. Sio kitu cha kawaida. Sio kitu cha kawaida. Hakuna sauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nimshukuru Mungu, lakini nishukuru upendo wenu pia. Sikujua kama mnanipenda hivi, sikuwahi kuwaza, lakini mimi kutoka ndani niko kwenye madhabahu ya Mungu, nampenda kila mmoja. Lakini kinachokufanya nikupende, ukishampenda nabii, mimi naanzia hapo, nakupenda automatically tu. Nakupenda sana. Na sikujua kama mnaniwaza hivyo. Mimi ni mtu wa kawaida kabisa. Lakini kwa matamko ya madhabahu hii, mimi sio wa kawaida. Hapo sawa. Nimejigundua kwamba leo mimi sio wa kawaida. Na nabii, wewe ndiye baba. Niseme hili kutoka ndani ya moyo wangu. Wewe ndiye baba yangu. Sitaka kusema kiaya niache. Lakini mtoto wa simba ni simba. Mimi ni mtoto wako. Lakini mtoto wa simba ni simba. Wewe ni simba. Na mimi nakwenda kuwa simba. Rudi mtume. Naweza nikasema kwa uhakika kabisa, bila mashaka, kwa sababu nimeshaona. Wengi ni mashahidi hapa. Nimekuwa nikiona nafundisha, nimeona nafundisha mafundisho ya ndoa haya, mafundisho hapo kwenda kwenye mazishi. Kila mmoja nafikiri ameshanishuhudia kwa njia nyingine. Nikuhakikishie, nabii hajawahi kuniweka chini pembeni kwamba fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Haijawahi kutokea. Sana sana anachosema, mtoto wangu, nenda sehemu fulani kaniwakilishe. Nenda kuna msiba sehemu fulani, nenda ukaongoze ibada. Nitaendaje? Nenda bwana. Hivyo.
Kuna ndoa wape watoto wangu semina. Nitaanzia wapi nabii, nitafanyaje? Nenda. Hiyo ndiyo kauli yake. Sasa nataka niseme nini kwako wewe unayenisikiliza? Mtumishi amesema heshima kubwa kwako mheshimiwa. Amesema kuna roho ya manunguniko, ni mbaya sana. Roho ya manunguniko. Usikae ukasema utukufu amependelewa. Unakuwa hata kile ulichonacho umevua umempa utukufu. Ukisha tamka kwamba fulani kapendelewa, fulani kapendelewa, tayari hata cha kwako unakuwa unampa yeye. Ndio kanuni. Ndio kanuni ilivyo. Kwa hiyo ninachosema, nabii, wewe ni simba na mimi ni mtoto wako. Kwa nini nasema hivi? Fikiria mti, najua mti labda mwembe mkubwa unazaa nini? Unazaa nini? Ukizaa yale maembe ni mbegu, si ndio? Lile embe likidondoka chini na kuwa nini? Mbegu. Kwa hiyo ukienda chini ya mwembe unategemea ukute bangi au ukute miche ya miembe. Kwa hiyo chini ya mwembe kuna miche ya nini? Ya miembe. Sasa mimi niko chini ya mti ya mwembe. Kwa hiyo chini yake lazima kuna miembe. Watumishi wako 17 hapa wachungaji. Hiyo yote ni miche ya miembe. Lakini pia kuna kanisa limejaa. Haya wote ni miche ya mti huu. Yeyote ulioko hapa, wewe ni mche wa mti huu. Ujikubali hivyo. Kama ni mche, ni swala la muda tu, ni swala la majira. Ukifika majira, huwezi kwenda sasa hivi kwenye miembe kuchukua maembe. Lakini ikifika msimu wa maembe, na hii miche ya maembe na hii ina maembe ndani yake. Naongea na mtu ambaye anapaswa nielewe. Kwa hiyo wewe uliyeko, kila uliyeke chini ya mkono wa nabii Aspi, kama ninavyokuambia, mimi hajawahi kuniweka chobisi huku kwamba anifundishe siri za ndani kama watu wengine wanavyoweza kuwa wanafikiria. Ni hivi tu. Mtumishi uko wapi? Mtukufu uko wapi? Niko sehemu fulani. Nenda sehemu fulani, fanya 1 2 3. Nitafanyaje nabii? Nenda. Naenda, anafanya yeye. Kwa hiyo embe linapodondoka, sio kwamba ule mti, kwanza mti unapokuwa na maembe yanapodondoka, sio mpango wa mti bali ni mpango wa Mungu. Kwamba ile miche ifanyeje? Yote. Sasa niwatie nguvu. Kuna watu naona mnasikitika, mnalia kwamba utukufu kaondoka, mimi sijaondoka. Kuna neno moja, maneno ya Kiingereza nitatumia. Kuna ule mche nichukulia habari ya mche. Ni mche chini ya mwembe. Nao ni mwembe. Sasa ukiungoa wanasema umeaprut. Umeaprut. Kwa prut maana yake ni kungoa. Ale? Amina. Lakini ukitaka uote unauhamisha, unaupandikiza, ndipo unakuwa. Hiyo inaitwa transplant. Yes. Sasa mimi nimekuwa transplanted, sikuwa uprooted. Yeah. Sikungolewa hapa bali nimepandishwa, nimepandwa. Unapokwenda kule, ile kanisa sio la kwangu, ni la kwetu. Ni kama vile ambavyo tungesema hapa pamekuwa pamebana, watu waweke viti nje. Watu watengeneze huku chini kivuli, watu wakae huko. Ndivyo ilivyo, ambapo na wewe unaruhusiwa kukaa, unaruhusiwa kutumika kama tunavyotumika mahali hapo. Lakini kikubwa, ili uyafikie hapo, uwe na upendo ndani yako. Hakika muamini nabii kwamba ndiye yeye kama yeye. Hakuna mwingine tena. Hakuna mwingine. Mimi nabii nikwambie kitu kimoja. Kusema ukweli wa kutoka ndani. Mimi tangu nilipokujua, tangu nilipofika mahali hapa mwaka 2012, tangu mwaka 2012, siku ile nilipokuona mara ya kwanza, haujawahi kupungua ndani yangu. Ulinipenda. Nilikupenda, nilikuamini na nilikakuthamini. Haijawahi kutoka kichwani mwangu. Ile heshima niliyokuwa nayo haijawahi kupungua. Ile woga utii niliyokuwa nao haijawahi kupungua. Na kuheshimu hivyo na kuogopa na kaa mbali na wewe. Hivyo imenifanya nisonge mbele. Kitu kikubwa niwaambie wachungaji. Jana tuliongea sana. Nilisikia maneno yenu matamu sana. Kwa kweli mlinijenga. Lakini kashangaa kila nikisimama kuwashukuru au kuchangia na kamata. Nashindwa kuongea. Nashindwa kusimama.
nikajua labda kuna ila sasa ngoja niseme hapa. Kwa wachungaji wenzangu, hii ni nafasi ya pekee, ni fursa. Maana yake kama tulikuwa kwenye foreign 17, nikitoka tumebaki wangapi? 16. Kwa hiyo maana yake foreign inaenda, inatembea. Hii ni foreign ambayo iko live, iko high. Kuna foreign ambazo ni dormant. Foreign ambayo ni dormant huwa hakuna kumove. Inabaki vile vile, miaka nenda miaka rudi. Lakini hii iko live. Nafikiri siku ya leo ni siku ambayo tuliitegemea wote. Tuliomba tupandishwe. Sasa imeanza kutokea, tusilie. Ila sasa kipenga kimefika, wakati umefika, waimbaji wameimba, ndio wakati wenyewe. Wote tukubaliane na wakati wa Mungu. Lakini naamini Mungu ana makusudi ya kupandisha. Kama mtumishi amekuja leo akatamka maneno makubwa sana. Lakini na pia katika wiki hii tumekuwa katika wiki ya matamko. Tamka mambo mema kwa ajili yako na kwa ajili ya watu wengine. Mimi siri kubwa ambayo nilikuwa nayo, nikisimama nikajua kama naenda kufanya kazi ya nabii. Ile kazi hiyo ya kwangu. Heshima sio ya kwangu. Najua kwamba heshima ni ya nani? Awepo asiwepo, lazima nitimize wajibu. Lakini nabii simheshimu kama nabii peke yake, siishi hapo, na heshimu kilichoko ndani yake. Na heshimu yale mafuta. Na yale mafuta ndio yanayofanya kazi. Kwa hiyo nategemea mambo makubwa yanakwenda kufanyika kupitia mafuta haya. Lakini yafanyike hata kwako pia. Mungu ana mambo makubwa. Sina mengi ya kusema, sikupanga risala kama nipangeje. Hata haya ni mengi. Lakini hayo mengi, niwashukuru sana zoni ya Eden, niwashukuru zoni ya Kanani, niwashukuru zoni ya Walawi, niwashukuru zoni ya Mlima wa Ushindi, nishukuru zoni ya Ukombozi, nishukuru zoni ya Waamuzi kwa wingi wao. Zote sikubakiza hata moja. Wote nimewataja. Mungu awabariki sana. Tumeshirikiana vizuri. Mungu awabariki sana. Lakini niwashukuru wazee wa kanisa, tumekuwa pamoja kila wakati tunaitana kwenye vikao. Niwashukuru viongozi wa kanisa. Hawa ndio muhimili mkubwa wa kanisa. Mwenyekiti siwezi kusema lolote, Mungu anajua. Lakini umenifanyia mambo mengi makubwa. Mambo makubwa hata usiyoyajua, ni makubwa mno umenifanyia mimi. Hayo kuna uliyofanya kwangu binafsi, lakini kuna unayofanya kwa nabii. Unapofanya kwa nabii, maana yake umefanya kwa ajili ya kanisa zima. Mungu akubariki sana. Lakini kuna makamu wako, makamu mwenyekiti Mheshimiwa Sinienga, Mungu akubariki sana na familia yako. Lakini naomba utambuzi huu isiwe ni kwa ubaguzi, ni kwa ajili ya kila mmoja. Mzee wa kanisa, kiongozi, umefanya kazi kubwa sana. Mungu akubariki na kazi yako ni njema. Unaniambia mambo mengi, unahangaika, lakini Mungu anakulipa. Usinungunike, Mungu anakulipa. Lakini niende kwa habari ya watenda kazi. Tumeshirikiana pamoja. Kuna kitu inawezekana hamkukijua. Mimi nilianza kuwa mtenda kazi. Na nilijichagua mwenyewe kuwa mtenda kazi. Nilipofika hapa mara ya kwanza, nabii anaenda kuniombea madhabahuni, nikasikia anamwambia mtu, "Hebu mshike vizuri." Nikajiuliza, nani anashika vizuri? Mimi nimekuja kwa nabii, nani anashika vizuri? Nikageuza jicho hivi kinamna, nikakuta alikuwa mzee Piana na kijana mmoja alikuwa anaitwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Baba Rubeni. Nikawakalili vizuri. Nikajua wanafanya kazi gani hawa. Nikakuta wanafanya kazi ya utenda kazi. Lakini tukiwa tukimaliza ibada, tunasomba vitu kupeleka kule juu. Vitu vilikuwa vilali, tunapeleka kule juu. Hata tunapeleka watu wengine wanarusha njiani humo na nini. Unakuta mzee Piana na Jet, kuna kijana alikuwa anaitwa Jet. Wanahangaika kusoma. Na mimi naingia. Hapa nijui si wajui, mimi nasomba tunapeleka kule. Kasi wewe baba ametoka wapi? Mimi naweka tunamaliza na kwenda zangu. Sitaki shukrani wala nini. Mungu siku moja akaniona. Siku moja nilifanya kitu kimoja cha ajabu. Nabii inawezekana ukujua. Lakini unajua, kwa nini usijue? Kuna kitu kimoja cha ajabu nilifanya. Ilikuwa ni siku ya mwaka mpya, nabii akasema watu walete sadaka. Nilikuwa sina kitu nyumbani. Sina senti, sina nini. Kwa sababu baada ya kuingia hapa, kwanza kazi yangu ilikufa. Kazi yangu ilikuwa nipa kipato, ilikufa. Alikuwa mwalimu wa sekondari. Nikamlilia nabii akasema, "Acha. Kuna kazi yako utapata. Acha. Umetumika kwa watu miaka mingi. Umevuja jasho nyingi." Na ni kweli nimefanya kazi ya watu wengi. Sikupata shukrani kwa wanadamu. Akasema, "Tulia." Nikatulia. Sasa nilikuwa nimenunua hii inaitwa nini? Inaitwa nini? Hiyo. Deki tulikuwa tunaweka CD. Ile deki ilikuwa ni mpya. Ninunua kwa kijana mmoja nilikutana mtaani akaniuzia mpya nzuri sana Samsung. Ilikuwa ya Crown hivi. Sijainulia hata redio.
Sija hata itest, ilikuwa unaweza kuweka deki, unaweza kutumia hata mwenyewe inaonyesha hata video na kila kitu. Nilikwenda nikaifuata. Nikaiweka kwenye mfuko. Ilikuwa tunatoa sadaka siku hiyo, ilikuwa ni mwaka mpya, tunatoa usiku wa mwaka mpya. Nikaitoa. Nilivyoitoa sikuumia wala sifanyaje, sikunungunika wala nini. Nikajua nimetoa kile nilicho nacho. Hata nabii sikumwonyesha kwamba nimetoa hiki hivi, nitoa tu. Cha ajabu, baada ya siku kama 3 nilikuwa na tabia, nabii akipanda pale mbele, nina kielele kwa kimsingi. Sitaki kuona nabii ameshika kitambaa vibaya, lazima niende nimsaidie. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo alikuwa anamiminia watu mafuta siku hiyo. Nikaenda kuchukua mafuta. Nilivyoinama tu kupiga magoti hivi kuchukua mafuta, nikasikia nguvu inanivamia. Nasema kuanzia leo umeitwa utukufu. Nikapata jina utukufu pale. Kwa hiyo hiyo nguvu nimetembea naye. Niwaombe ndugu zangu tuwe watii. Huyu nabii sio nabii wa kawaida. Anatupenda kutoka ndani, lakini tutembee na mwenendo wake. Muamini Mungu, yeye anafanya. Usifanye kwa malipo. Fanya wewe unavyojua na Mungu atakutendea. Kwa habari ya kwaya zote na wapenda wote ni kwaya nazipenda sana. Praise team zote mbili tumeshirikiana vizuri. Ninaamini ninapotaja kwaya, ninapotaja praise, maana yake napiga kampeni na nyie siku moja tunakuja tunapiga gombo siku zote. Na Mungu awabariki. Kwa hiyo niwataje wote hata waliofika leo, wanaofika kila siku, kuna wengine tunaombeana kwenye simu. Mungu awabariki. Tuko pamoja. Tumuongeze makofi mengine mengi. Haleluya. Najua kwa furaha alionayo nikiendelea kuendelea kuongea tutakesha hapa. Njaa zinauma. Sasa asante sana mtoto wangu. Mungu akubariki. Ninakataa kutoka ripopopo. Mungu akuongeze neema na baraka na ushindi na ulinzi na afya njema katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Jamani, mimi sina la nyongeza. Niwaombe turuhusu wazazi wapige picha. Wazazi wa maruhusu wetu pande zote mbili wapige picha. Mimi kwa kweli nawapenda sana. Na nina ugonjwa wa kupenda, natafuta mtu wa kuniponya, sijapata. Naomba tuweke viti maruhusu wetu wasijisikie vibaya. Wapige picha jamani. Sikuna watenda kazi.